Biblia inasema nia ya mwili ni mauti na dhambi, lakini nia ya roho ni uzima na amani. Hebu angalia sasa, yaani mwili huu nia yake, muda wote unapokuwa mahali, mwili unawaza tu, dhambi itapatikana wapi? Kifo kitapatikana wapi? Jamani, mimi niko hapa tu kwa mambo mawili, dhambi na kifo, dhambi na kifo, dhambi na kifo. Na Biblia inasema kwamba kwa maana nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu. Yaani mambo ambayo mwili unayafurahia ndiyo yale yale ambayo Mungu hapendi, na mwili huo umeubeba. Na ndio maana adui wako wa kwanza sio shetani. Adui wa kwanza ni mwili wako, adui wa pili ni dunia, shetani ni watatu. Unanielewa eh? Kuna watu hata kama shetani angeenda likizo ungeshindwa vile vile. Tukaamua kumpeleka shetani likizo isiyo na malipo kwa namna gani sijui, lakini kwa sababu adui wako ni mwili wako, adui wa pili ni dunia. Unanielewa eh? Sio vile vitu ambavyo unafanya ni shetani. Mwili huu wenyewe unawaza tu. Nia ya mwili ni dhambi na mauti. Basi. Yaani mwili tu, dhambi, mauti. Naomba Mungu akufunulie siku moja usikie mwili unapanga mipango. Mwili ukiwa unapanga mipango, nitamuuaje? Tamuaje? Na mawazo sana. Mawazo gani? Nimekosa namna ya kumuua. Ndio nia ya mwili. Lakini nia ya roho, sio Roho Mtakatifu. Yaani roho ya mtu yeyote nia yake ni uzima na amani. Sio Roho Mtakatifu, ni roho ya mtu. Kwa sababu roho ya mtu imetoka mbinguni, ina nia. Inasema mimi nia yangu ni uzima kwa mtu huyu na ni amani kwa mtu huyu. Na uzima huu nataka ujae ndani ya roho na utirike kwenye nafsi, upenye mpaka kwenye mwili. Hiyo ndio nia ya nini? Ya roho. Roho ya mtu yeyote nia yake uwe mzima na uwe na amani. Sikiliza vizuri sasa. Kinachomponza mtu ni mwili. Tufunge na kuomba, mwili hautaki. Unasema bwana, kila siku bwana, baba naye bwana anavyoonekana hivi atatangaza mfungo wa siku 7. Mwili, dalili ninazoziona hizi leo, hakutatangazwa mfungo kweli. Mwili, kwa sababu wenyewe nia yake, objective za mwili ni mauti, ndio lengo lake. Sasa nisikize vizuri. Kwa hiyo unapokuwa pale, una roho yako ambayo ni wewe, na kuonyesha dimension ambayo ukitembea nayo huogopi. Yesu akasema hivi, msimwogope yeye auaye mwili peke yake. Kumbe kuna jamaa wanaua mwili peke yake. Hajasema msimwogope auaye miili yenu. Anasema msimwogope yeye auaye mwili peke yake, bali muogopeni yeye auaye mwili na roho. Mwangalie mwenzako, mwambie kuna kazi umetumwa kutokea mbinguni na baba wa roho yako ambaye anaitwa Yehova. Amekutuma, kuna jambo la kutimiza. Upinzani upo lakini umetumwa. Watu wanakudharau lakini umetumwa. Watu wanakupinga lakini umetumwa. Watu wanakuzomea lakini umetumwa. Hujasoma lakini umetumwa. Familia yako maskini lakini umetumwa. Huna elimu lakini umetumwa. Mimi nimetumwa. Nimetumwa kwa saa ya corona kama hii. Nimetumwa. Mtu mwingine ananiambia, mchungaji, mbona mchungaji fulani kafa? Ni yeye. Kwani unajua anachofanyaga akiwa peke yake? Ni yeye. Mimi sifi, na mpango sina, na budget ya kifo haipo, kwa sababu kazi bado haijamalizika. Na wewe bado una kazi. Haufi leo wala kesho wala kesho kutwa. Kuna kazi ya kufanyika Tanzania ambayo haijafanyika. Lazima tuzigeuze falme za dunia zile za mwana kondoo. Naamuru kuanzia leo, unayesikia sauti yangu, mauti haiko juu yako. Ama kwa corona ama kwa magonjwa, hautakufa. You will not die.
You will live and declare the wonders of the Lord. I say you will not die. Sasa ukiona watu wanaanza kufa na corona, lishike neno linalosema Zaburi 91, yeye akae mahala pasiri pake yeye aliye mtakatifu. Unaona mahala pasiri kwenye maombi. Yeye akae mahala pasiri pake yeye aliye juu, Mwenyezi atakuwa uvuli wake. Ukiendelea kusoma hapo, huyo akae mahala pasiri, nasema mabaya hayatakupata wewe, wala town haitakaribia hema. Sio kufika, sio kufika, sio kufika. Tunaongelea kukaribia. Inaongelea kusema kwamba 1,000 wataanguka mkono wa kushoto na 10,000 mkono wa kulia, hata hivyo bado mabaya hayatakupata wewe. Maana yake utasikia nyumba ya jirani wamefariki na nyumba ya jirani kulia wamefariki, hata hivyo usifikiri kufariki kwao kuna uhusiano na wewe. Mabaya hayatakupata wewe. Hebu piga kelele, sema kifo chao hakinihusu mimi. Nasema kifo chao hakikuhusu wewe, kwa sababu wewe una ahadi ile. Walipokutoa mbinguni, mbinguni umepewa mission ambayo hata nusu bado. Na mission yako sio iko mbinguni, iko ndani ya roho yako. Na ndio maana utajuaje ni mission ipi ambayo Mungu amekuleta ufanye? Roho inakuwa inakupepea pepea kufanya jambo fulani fulani. Lenyewe hilo jambo hata kulipwa pesa hauhitaji, hata bure unafanya. Roho inaanza kupepea pepea kufanya biashara, kusaidia watu, kuimba, kutia moyo watu. Hiyo ndio mission iliyokutoa mbinguni. Ng'ang'ana pale pale kwenye mission yako na baraka yako iko pale pale. Na ndio maana Mungu, hakuna mtoto aliyezaliwa kwa bahati mbaya. Eti unawaza kwa sababu humjui baba, humjui mama, mama yako na baba yako hawakufunga ndoa, wewe sio mtoto wa bahati mbaya. Wewe ni mpango wa Mungu kamili. Mungu alileta ndani. Alikuwepo bwana mmoja anaitwa Mfalme Daudi. Hey, wangapi wanafahamu Mfalme Daudi? Mfalme Daudi siku moja akapatwa na tatizo. Akamwona mke wa mtu kwa mbali kule, kukata stole, akatenda dhambi na yule mke wa mtu. Halafu akaagiza kwamba kitabumburuka, mume wake muueni. Mume akauawa na mtu anayependa moyo wa Mungu. Mume wake akauliwa, kuepusha longolongo, akauliwa. Alipouliwa yule mtoto akakua, baadaye mtoto akafariki. Yule mama akatunga mimba mtoto wa pili. Yule mtoto wa pili, Daudi wakati anamuoa mke huyo, alikuwa na wake wengine. Alikuwepo mama yake na Adonija, alikuwepo mama yake na Absalom. Alikuwa na watoto wengi, akiwemo mke wa Nabali wa Karmeli, na yule mke ambaye alipewa na Sauli, na mtoto na Sauli, binti Sauli ambaye hakuzaa. Sasa yule Bathsheba ambaye alikuwa mke wa Uria akatunga mimba ya pili. Aliyekuja kuzaliwa ndio mnamuita Mfalme Suleiman. Unaweza kujiuliza, first born wa Daudi ni Absalom, second born wa Daudi ni Adonija. Wao sio wafalme. Mungu alikuwa anamwambia Daudi, wewe hutanijengea nyumba, kuna mtoto atakayetoka kwenye viuno vyako. Lakini hajasema mama yupi. Unanielewa Mimi nakuonyesha ambavyo wewe unakata tamaa hovyo. Mchungaji, mimi hata maisha yangu ni ajabu tu, baba yangu alivyonizaa na mama yangu hayakuhusu. Wewe ulizaliwa. Wewe ni mpango kamili wa Bwana. Mungu ana mpango na wewe. Sasa unajua kilichofanyika? Alipozaliwa Suleiman, walikuwepo kaka zake mkubwa Absalom, mwingine anaitwa Adonija, na wengine wako wengi. Sasa huyu Bathsheba aliyemzaa Solomoni wa mwishoni. Lakini kale kamama, soma kwa Biblia, tukamwendea Daudi, bwana wangu, mume wangu, mtoto wangu Suleiman naomba ndiye akae kwenye kiti cha enzi, ni apia atakuwa mfalme. Kale kamama kana akili kuliko wale wamama wengine. Yale mamama mengine yamekaa tu. Sisi tumeolewa, hamna neno. Mimi wa kwanza.
Cha muhimu ni kupata, cha muhimu sio kuwa wa kwanza. Unanielewa eh? Kale kamama kakamwendea kakamtight Suleiman. Daudi, Bwana niapie kwamba mwanangu Suleiman atakuwa ndio mfalme. Mama Adonija yupo tu. Mama Absalom yupo tu. Unaelewa? Yupo amekaa tu. Alafu baadaye Daudi akaambia kale kamama kamekuja baadaye akakaambia, na kuapia mke wangu, mwanao uliyemzaa wewe, uliyekuwa mke wa Uria, mmeo nilimuua, mwanao ndiye atarithi kiti cha enzi. Wakakubaliana wawili, yani sawa sawa. Alafu mama wengine wapo, kakaondoka. Sasa ikatokea siku moja, yule kaka mkubwa wa kwanza anaitwa Absalom akaamua, baba yangu mzee wangu kabla hajazeka nimpindue. Akachukua jeshi la watu, akaenda. Alipokwenda akajipanga ili aje mpindue baba yake. Unaelewa eh? Alipokuja mpindue baba yake, ndio mtoto wa kwanza kikamwingia kiherehere cha kufanya mapinduzi. Wakati kwa sheria ya Kiyahudi angesubiri, angekuwa mfalme, kikaingia kiherehere kwa sababu ya neno hilo semwa. Nakwambia ukitamkiwa neno kwamba utakufa, kiherehere cha kifo utakitafuta mwenyewe. Unamkuta mtu atafuta na kifo kwa sababu ya maneno yaliyotamkwa. Baadaye akajaribu huyo kijana, akajaribu akakatwa kichwa. Lakini bado akabaki kaka yake anaitwa Adonija. Kwa hiyo huyu kijana hawezi kutawala kwa sababu Adonija yupo. Siku moja tena ikajulikana kwamba Adonija na yeye amekwenda kujiandaa kwa ajili ya utawala. Alipokuwa anajiandaa Adonija kwenda kutawala, kale kamama kakamkumbusha mfalme, bwana wangu, je, hukunitamkia kwamba mwanangu ndiye atakuwa mfalme ajaye? Mbona Adonija kaka yake anajiandaa? Kakaambiwa anajiandaa hebu Daudi ni mzee wa miaka 120. Akasema hebu nitieni kuhani huko. Akaitwa kuhani kwa dharura. Kakakaa kwenye kiti. Aitwa Absalom, aitwa Solomon. Akaitwa Solomon. Akaitwa na kuhani. Kazee kanasema mwagie mafuta huyu. Mwagie mafuta huyu mfalme sasa hivi. Akamwagiwa mafuta. Watu wanajiandaa kuwa wafalme kule. Wakasikia huku anakula kiapo Solomoni, mimi Solomon bin Daudi ninaapa kwamba nitalinda serikali ya taifa la Israeli. Adonija akaambiwa wanaapa. Anakuja kutokea Adonija. Watu wanaimba Solomon anatawala Israeli. Solomon, 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 Solomon. Solomoni akawa mfalme wa Israeli. Nataka lengo langu na kuonyesha hivi, God can do the impossible. Mungu anaweza kubadilisha jambo. Kuna wakati mwingine Mungu anacheza faulo kutimiza mapenzi yake. Yaani kama Mungu amekupangia jambo, hata kama wangekukataa wote, hatumtaki, utashangaa. Utashangaa. Na mimi naongea na mtu sasa hivi. Naongea maisha uliopita haijalishi sana. Mambo uliyoyapitia haijalishi sana. Namna uliyokwama haijalishi sana. Kuna kitu ambalo Mungu amekutuma duniani. Hilo jambo lazima itatokea. Ama leo ama kesho lazima itatokea.